Basi kwa kuwa mtumishi wa Mungu amekwisha kuomba na muda wetu unasonga sana. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe sana. Mimi najua siri ya kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona watu waliotoa jamani hawakubaki kama walivyo, na watia moyo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fanya kitu ili upate cha kumkumbusha Mungu. Kuna wakati unaweza ukapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hebu nikumbushe. Utamkumbusha nini Mungu? Hauna kitu cha kumkumbusha. Hebu fanya ili umkumbushe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi moja kwa moja tunaenda katika maneno ya Mungu mchana wa leo bila kupoteza muda, kwa kuwa muda wetu umesonga sana. Somo langu leo linaitwa wakati wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini tumezoea kusikia nyakati mbalimbali, kusikia maneno mbalimbali, lakini leo Roho Mtakatifu amenipa sehemu ya kushiriki pamoja somo linalosema wakati wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaposema wakati wa mwisho sio jambo geni kusikia, umelisikia mara nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuko tu kukumbushana, kwa kuwa sisi ni wasafiri. Haleluya. Sisi ni wasafiri, tuko kukumbushana kwamba tuko katika nyakati gani, na kama tuko katika nyakati hizi tunatakiwa tuweje. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa kuwa nyakati hizi ni za mwisho. Somo langu linasema wakati wa mwisho. Basi ninaomba msomaji mzuri sana anisomee waraka wa kwanza wa Yohana, kuanzia ile sura ya 2 mstari wa 18. Tuende pamoja. Wakati wa mwisho, tukaangalie huu wakati wa mwisho kuna mambo gani, kuna vitu gani ambavyo vimesemwa katika wakati wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini tunatembea tujue kwamba wakati wa mwisho umefika, tunaona tunafanya hivi, kumbe hizi nyakati zilishatabiriwa, zilishasemwa kwamba zitakuwa ni nyakati za namna gani. Hata tunapoona yanatukia, tujue kwamba hizi nyakati zimeshatabiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 18 mpaka 19. Karibu. Amen. Watoto, ni wakati wa mwisho. Kumi na nane mpaka 19. Watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. 19. Walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu, maana kama wangalikuwa wa kwetu wangelikaa pamoja nasi, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona kwamba waraka huu unaliandikia kanisa. Anasema watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Naomba msomaji nenda katika waraka huo wa kwanza wa Yohana 4 tupate maana kamili, mstari wa 1 tu huo wa 3. Waraka wa Yohana 4 mstari wa 3 1. Na kila roho isiyomkiri Kristo, isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye mmesikia kwamba yaja. Amen. Na sasa imekwisha kuwapo, duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anasema hivi, kama
tulivyosikia ya kwamba mpinga Kristo atakuja, na sasa yupo. Wengine wanaweza kusema labda mpinga Kristo anaweza kuja na mavazi meusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni taswira ambayo unaweza ukaambiwa leo homework, hebu mchore shetani alivyo. Nadhani utamharibu sana sura yake. Utamweka na vichwa kubwa na masikio na mapembe na meno yametoka nje, sijui ana kila kitu. Lakini sivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kama mpinga Kristo imetabiriwa kwamba yuaje, hata sasa yuko wapinga Kristo wengi wapo na wapo wanafanya kazi. Hii roho Yohana anasema isiyomkiri Yesu kuwa Bwana, huyo ni mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaona anajidhihirisha na mavazi makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa unarudi anasema hawa walikuwa na sisi lakini hawakuwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wangelikuwa kwetu wangekaa pamoja na sisi, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba wana roho ya mpinga Kristo ambayo haitaki kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo moja inadhihirisha roho ya mpinga Kristo. Sio mpaka usikie sijui matarumbeta, usikie haji na vitisho jamani. Hata wewe mwenyewe unapofika mahali shetani anakuhubiria huwezi kumuona katika sura ya binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani katika ufahamu wako ndio uwanja wa mapambano. Yaani kuna timu mbili zinafanya mashindano. Shetani yuko, Mungu yuko. Roho Mtakatifu wa ajabu anakusihi kwa upole sana, mwanangu usifanye hivi, mwanangu, lakini shetani unaona anakuhimiza sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya, nenda, kataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Tulikuwa pamoja na sisi lakini hawakuwa kwetu. Kwa sababu gani? Ndani yao kulikuwa na roho ya mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani yao kulikuwa na roho ya mashindano isiyomkiri Yesu, isiyomtii Mungu. Ndio maana akaona hapa moto havichangamani, lazima tutoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wangelikuwa pamoja na sisi wangelikaa kwetu, lakini Biblia inasema hivi, walitoka ili adhihirishwe yaliyo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukisoma katika Agano la Kale tunaona Samueli anamlilia sana Sauli. Lakini Mungu akasema, wewe Samueli utamlilia Sauli mpaka lini? Kama mimi nimemkataa siwe mfalme wenu, wa nini kumlilia? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine unaweza ukaona niombe kwa ajili ya mtu fulani. Hapana, yule ndani yake hana roho wa Mungu. Tayari ameshavamiwa na roho ya mpinga Kristo ambaye analipinga neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunatangaza michango lakini shetani anasema wewe toa 10,000. Hiyo 50 utaitoa wapi? Hiyo roho ni ya mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakaa unajihurumia. Lakini iko ndani yasema Mungu atafungua milango. Jani fanya kwa Mungu. Wewe fanya, lakini sema hapana, kipato chako unakijua. Wewe unauza mboga. Kwani mboga hazina hela? Mboga hazina hela. Muuza mboga ana pesa kama nini kuliko mama lishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu msingi wake mdogo lakini faida kubwa. Mimi nimeshawahi kufanya biashara ya mboga. Naelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanunua kitalu kidogo unanunua shilingi 20,000 lakini unauza zaidi ya shilingi 40,000. Kwa hiyo kuna roho ambayo inafika inakatisha tamaa. Mpinga Kristo hata sasa yupo. Hapa Yohana amejifunua kwamba ni yule ambaye anakataa habari za Mungu, anapinga habari za Mungu. Shetani ameinua watu wanapinga habari za Mungu, wanapinga habari za Kristo, wanaovunja watu mioyo, wanawakatisha tamaa. Hao ni wapinga Kristo. Walikuwa kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Walitoka ili kusudi wadhihirishwe. Mtu alikuwa muombaji, unasikia siku hizi anakunywa pombe, lakini alikuwa anaomba kama kawaida hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu alikuwa mzee, tunashangaa amekuwa mwizi. Unashangaa siku hizi wanafanya vituko. Hapana, ili kusudi idhihirike kwamba hakuwa wa kwetu. Kama ungekuwa wa kwetu tungelishikamana tukakaa, kwa sababu wewe ni wa kwetu, lugha yetu moja, mazungumzo ni mamoja, mapatano ni mamoja. Tungekaa kama ungekuwa wa kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko nyakati za mwisho. Angalia sana.
Usifike mahali ukajiona kwamba tulikuwa tumezoea mpaka huko, lakini tunaona tofauti. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyakati za mwisho. Haleluya. Yesu yuko mlangoni, mwana wa Mungu. Simama wewe kama wewe, muangalie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Walitoka ili wadhihirishwe. Unashangaa, jamani, fulani amepigwa, mimi nilikuwa nimeokoka. Sasa kwa nini umepigwa tena na wizi na kati ulikuwa umeokoka? Hapana, ndani yake hakuwa umeokoka, alikuwa na roho ya mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ambayo haitaki maendeleo ya kanisa, roho ambayo haitaki kufundishwa, roho ambayo haina unyenyekevu, roho ya kiburi cha uzima, roho ya kujihesabia haki, roho ya kutotaka kufanya suluhu, roho ya kutotaka kuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe mtumishi akisema naye basi kanisani wiki huwezekani mwezi, unataka wamama wakufuate na kikundi, wakupe na mche wa sabuni. Tunapohitaji mama fulani uje, maana sisi tumepoa. Hakuna kwa Yesu kupoa moto ule ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Walitoka kwa kuwa hawakuwa kwetu, kwa kuwa wangekuwa kwetu wangelikaa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tusome Petro wa kwanza na mwingine afungue Matendo ya Mitume kwa kuwa muda yetu umekwenda sana. Petro wa kwanza 4:7. Mwingine afungue Matendo ya Mitume 20:30. Petro wa kwanza 4:7. Amen. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, jamani. Iweni na akili, mkeshe katika kuomba, mkeshe katika sala. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema sisi sio wa usiku hata tujikwae. Sisi ni wa mchana, tunaona kama kuna jiwe tuna uwezo wa kuruka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sisi ni wa mchana, sisi sio wa usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwisho wa mambo yote umefika. Basi iweni na akili. Akili anayoizungumzia sio akili ya darasani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa sisi ni wa mchana, Bwana ametupa Roho Mtakatifu ya kuwatambua nyakati na majira tulizo nazo, ya kwamba tusimameje, ya kwamba tutembeeje ndani ya huyu Yesu tunayejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni wakati huu wa mwisho, tukeshe katika sala. Hakuna kitu ambacho unaweza ukashinda bila maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yanabeba majawabu ya mambo yote, na kitu chochote ogopa kitakacholewa katika maombi. Hata mtoto ambaye utaomba atakuwa mtoto wako wa tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yule amezaliwa katika magoti. Kuna mkono wa Mungu juu ya yule mtoto. Tena umtazame sana, usimtukane. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Iweni na akili, mkeshe katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipoomba shetani ndio anakurudikia roho za mpinga Kristo. Unaanza kujikuta umekuwa agent, unatumika bila kujielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa akili yako bado, muombe sana Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume na ile sura ya 20:30 aliyepata anaweza kusoma. Matendo 20:30. Amen. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotoo, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema lakini katika ninyi watainuka watu. Huyo mpinga Kristo hatoki nje, atoke tu kwa amelewa, hana viatu, pekupeku, aanze kuwadanganya. Mtakubali? Bwana Yesu asifiwe. Hapa Paulo anaandikia, jamani, watainuka watu, wawavute watu. Yaani watainuka ndani yenu, katikati yenu. Watainuka watu wakinena mapotovu, wakipotosha kweli ya Mungu, wakishindana na Mungu. Huyo ndio roho ya mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watainuka watu waniandamie kundi. Kama hauna mafundisho ya Mungu, wewe unapeleka unachotwa na ule upepo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Katikati yenu watainuka watu wawaandamie wanafunzi, wakiwasemea maneno ya upotovu. Unajua maneno ya upotovu ni maneno gani? Yanayopingana. Tukisoma Yohana ile wa kwanza 4, wote wanaokiri tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wawaandamie, wawapoteze kwa elimu yao. Anasema kwa hiyo kesheni, mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kuwaonya kila mtu kwa machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo analiandikia kanisa, anatoa nyaraka. Miaka yote mmetembea na watumishi wa Mungu kwa machozi, kwa mapito na gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafundisho, masemina mbalimbali yanapita, mikutano, lakini wewe anasema hebu tujihadhari sana. Nyakati za mwisho watainuka watu katikati yetu kuvunja moyo. Vunja moyo kanisa, vunja moyo vikundi vya wanawake, vunja moyo kwaya, vunja moyo watoto, vunja moyo wa baba. Kama baba alitaka kuinuka, vunja moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mama walitaka kuinuka, wanavunjwa moyo ili waliandamie kundi, wakisema mapotovu, wakisema kinyume. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu anakuja na elimu kama hiyo, mkatae. Jua tuko nyakati za mwisho. Tumalizie Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 11:19. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 19. Amen. Mina. Kwa maana lazima kuwapo na uzushi. Amen. Kwa maana lazima kuwapo na uzushi kwenu, ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana lazima kuwe na uzushi ili waliokubaliwa. Unajua uzushi sio uzushi kwamba tunazua kitu, kulianzisha kitu. Kiswahili kipana jamani cha kibibilia, yani wanavioni hao wanaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kwenu kuwe na uzushi ili waliokubaliwa wawe dhahiri. Yani lazima kuwe na pepeto. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache, si ndio? Kuna labda taarifa inasema tunatafuta wafanyakazi wenye vigezo hivi. Kwa hiyo kuna watu wataandika mabarua lakini wanaenda kuchukuliwa 3 tu. Wale ndio walioteuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema lazima kuwe kwanza na uzushi ili wajulikane, yani wawekwe, yani wadhihirike waliokubaliwa. Lazima kuwe na, yani lazima pepeto lipite. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngano ijulikane na makapi yajulikane. Haleluya. Lazima kuwe na uzushi kwanza. Lazima upepetwe mwana wa Mungu. Hata wokovu sio lele mama jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhahabu lazima ipimwe kwenye moto. Lazima ijaribiwe jamani, ili kusudi ing'ae kwa viwango vizuri vya biashara. Ukiona inateketea, ndugu yangu, sio dhahabu, hilo lilikuwa kapi. Usiseme kwamba mimi majaribu yamenizidi ndio maana namwacha Yesu, labda niende huko nitapumua. Hakuna, unakwenda kujitia kitanzi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri ungesimama wakati huu mbeleni, utakwenda kuipokea taji. Yakobo anasema hakuna jaribu lisio na mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutia moyo kama kanisa hapo uliposimama. Kataa roho ya mpinga Kristo. Kataa roho ya kuvunjika moyo. Kataa roho ya kuvunjwa moyo. Simama ukijua tuko nyakati za mwisho. Lazima kuwe na uzushi. Hebu soma tena mtumishi wa Mungu hapo. Kwa maana lazima kuwapo na uzushi kwenu, ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Anasema kwa maana lazima kuwe na uzushi. Unajua, kisoma Agano la Kale tunaona watu walikuwa na lugha moja na usemi. Sasa wakamaanisha kitu fulani, wakasema na tujenge mnara mpaka ufike wapi? Kwa Mungu. Na Mungu alivyowaangalia akasema hawa watu kweli wamemaanisha, wakijenga wananifikia kweli, sasa ngoja nishuke niwachafulie lugha. Leta misumari, analeta maji. Leta nyundo, analeta simenti. Leta kiberiti, analeta moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipowachafulia lugha hawakuelewana, hata ule mnara haukuendelea. Mungu anaona mbali kuliko sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapopita jitahidi kusimama, usiwe mwepesi wa kuzungumza. Anasema tuombe, tuwe na akili, tukeshe, tuombe, kwa sababu ni nyakati za mwisho. Ninaomba tusimame na kutia moyo kama kanisa, na kutia moyo kama kanisa. Tuko nyakati za mwisho. Simama sana na Mungu, usichukuliwe na elimu. Matendo ya Mitume nasema watainuka waliandamie kundi, waliandamie kundi, walivute kwa mafundisho potovu. Yako mafundisho ambayo yako tofauti, yako kinyume. Ukiona fundisho linampinga Mungu, linampinga Kristo, linapinga maneno ya Mungu, hilo fundisho halitokani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiona fundisho linapingana na maneno ya Mungu, hilo fundisho sio la Mungu. Ila kuna ujanja wa shetani, anataka kupitisha elimu yake akuvuruge, akuvunje moyo, utoke hapo uliposimama, ili akuvute, akuhangamize. Tuwe na akili, tuwe na akili. Mwambie Mungu, nisaidie niwe na akili. Sio kwamba huna, hapana. Akili yetu sio yani akili. Mwambie Mungu akusaidie, akupe neema, akupe nguvu ya Roho Mtakatifu, ujue kutambua nyakati, majira na saa tulizo nazo katika ulimwengu huu ulimwengu wa mwisho jamani. Bwana Yesu asifiwe. Basi kila mmoja atakwenda kumwambia Mungu amsaidie, ampe neema hiyo, ampe akili kutambua, akatae kila mafundisho, roho za giza, roho za vishawishi, roho za kuvunjwa moyo, roho za kila namna, ukazikatae. Wewe Mungu amekudhihirisha, amekupaka mafuta. Simama hapo ulipo, usiyumbishwe, maana wapinga Kristo wengi wameshafika jamani. Hatuwezi kuwatambua kwa macho ya damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Wako katikati yetu. Amina. Moyo wangu nataka kufanana nawe Yesu. Moyo, mwambie Bwana kusaidia. Moyo wangu, moyo wangu, mwambie nipe Roho Mtakatifu, afungue mawazo yangu kabidhi Mungu, kufanana nawe. Kataa kuvunjwa moyo. Walikuwa kwetu lakini hawakuwa wetu. Walitoka ili wadhihirishwe. Wewe mwana wa Mungu simama. Tuko nyakati za mwisho sana.
Sisi ni wa mchana. Hata tujikwae, tunahitaji neema yako. Roho Mtakatifu tunakuhitaji. Tusaidie, tupe akili, hekima, ufahamu wa kina, kujua malengo ya mapana. Tuwezeshe Bwana kama kanisa. Tuko nyakati za mwisho mno. Tuko nyakati za mwisho mno. Beba kanisa lako. Beba wanawake hawa Bwana. Beba wanawake hawa Mungu. Beba wanawake hawa Yesu. Olikoni ya Masaka. Beba kanisa lako Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu. Ninakushukuru Baba na ninainua jina lako. Nenda ukayafunue ambayo Mungu unatamani yafunuliwe mahali hapa. Kayadhihirishe yale ambayo unatamani yadhihirike mahali hapa. Alikaria mama sakara wakoria. Roho anatembea. Beba kanisa lako Yesu. Usaidie Mungu. Saidie kanisa lako Baba. Saidie kanisa lako. Saidia kanisa lako Yesu. Haleluya. Haleluya. Usimame kanisa. Asante Yesu. Simama kanisa. Riko. Watu wa Mungu tusimame. Riko. Simama watu wa Mungu. Asante Yesu. Yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Ndio. Sema, Yesu, naja kwako katika jina la Yesu. Nimesikia habari zako kwa habari ya siku za mwisho. Yesu, ninaomba msaada wako. Unitakase, unioshe Yesu, unisaidie, unishike kwa mkono wako, unitetee Yesu, katika jina la Yesu. Naomba Yesu, unipe roho ya maombi, roho ya kukuomba wewe, roho ya kusimama pamoja na wewe. Bwana, nilinde, niokoe na mabaya yote, katika jina la Yesu. Nika macho yako Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya ujumbe ambao mtumishi wako umemtumia. Ninaomba mbariki kila mmoja, Bwana kamlinde kila mmoja. Nyakati hizi ni nyakati. Roho wa Mungu tembea katikati yetu. Asante kwa kutuponya siku hii ya leo. Asante kwa sababu Mungu wetu unatupenda Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Roho mwenye nguvu tawala siku hii. Tuimarishe katika jina la Yesu. Uweza wako na baraka zako Bwana zikawe pamoja nasi. Tunajikabidhi mikononi mwako kwa jina la Baba